Kakula atakufa. Mjukuu wangu mimi. Ndugu mwenyekiti, mimi amekuja hapa na hii ndugu yangu. Ilikuwa muda ya saa 4, nilikuwa naenda kuangalia ng'ombe yetu ambao amejifungulia polini. Amekuta mtu mmoja tukafikiria amelala, kumbe amekatwa mpaka shingo. Amefariki dunia, amekuwa marehemu. Lakini bahati nzuri hii itakuja kuambia. Maana tumeokota picha tukaenda kwanza nyumbani, tumeenda kula, tukaenda kuulizia kijiweni, tukaambia hii mtu kumbe anapatikana hapa. Lakini lengo yetu kubwa moja, tunataka utupe risaa au maamuzi yako. Sisi ile mtu tukakatekate kama mboga au tugawane vipande, kila mtu akachemshe nyumbani yake. Na kuna washikaji wetu ameshaandaa kwamba ni wasee wa kasi. Tumemkabisa hadi lungu yangu na mimi acha kodi ili nikitoka ndugu kama spidi ya umeme. Labda mwenzangu Alimabusi nasemaje? Mimi mheshimiwa mwenyekiti, mpaka dakika sasa hivi nahisi kama kuchanganikiwa. Sababu matukio haya sio kijijini kwetu hapa hajawahi kutokea. Wala hayamo. Hivi nilivyokuambia mimi mwenyewe hapa mwenyekiti, nimetumia kitu kosa yani. Kwa sababu nimewaamrisha vijana wa kazi wamtafute, sisi tuje kuomba ridhaa kwako. Huyu kijana mimi nataka jioni awe amewasili hapa. Tushamleta. Na pasipoti yake hii. Mlete. Huyu mtu uso wake mzito sana, inaelekea huyu sio mtoto mzuri. Hata sura yake inaonekana kabisa kama ijiamini. Ukijana si hapa kuna nini kijijini tu huyu? Na sura yake inaonekana mkatili. Na tukimkamata tu na mpaka hawa na kashara na kwaya anapatikana, yani muda wote wanapatikana. Sasa kama akauki kutoa leo, huyu sie hatutaki ashindie hapa. Tunataka ashindie kituoni. Si huyu hapa anakuja. Mrenye namna hii ndogo ndogo amesaidia Israeli kutoa roho. Ngoja kama nakabilia hapa na kamata. Kuna mtu wenyewe kiumbe cha ajabu. Na tukamata vipi? Tulia wewe, ndo mwizi nyinyi, ndo wauaji nyinyi kubwa. Wewe shazoea sana. Nitakupiga zoea sana wewe. Nitakupiga finga zoea hapo. Ndio wewe. Wewe huyu ndio wewe. Kama angekuwa sio wewe, kwa nini picha iko mwanamke? Mwenyekiti itakuwa ndio hii. Maana hata ile picha yake inaonekana kabisa. Mimi naomba kisu changu chenye sumu nimmalize hapa kwa mwenyekiti. Hapana. Wewe unahusika asilimia zote na picha hii inaonyesha ushahidi. Kabisa. Kakaa nini? Hii picha ni ya kwako. Mimi sihusiki na chochote. Kwa nini unahusika na picha hii hapa? Mwenyekiti, sikia mwenyekiti, nikwambie kitu bwana.
Hoka, angalia huko. Angalia kwa huko. Kapita huko mpapi. Anapita wapi? Huko mna. Yuko wapi huyu? Hebu niambie. Manake usiponiambia ukweli nitashinda kukusaidia. Naweza nikakusaidia, kumbe umetenda kweli, mimi ikawa aibu juu yako. Niambie, hili jambo umelitenda au kulitenda? Mimi sijui ukweli. Ila ukweli kwako. Kweli bibi yangu. Ndio kweli, lakini sihusiki na chochote kile. Sihusiki mimi. Sihusiki. Sasa kama ndio hivyo,
nitakusaidiaje? Utaokokaje? Lakini hapa ni kumwombe Mungu. Hapa ni Mungu tu ndio atakayekusaidia. Au uonyeshe ule ukweli na watu wauelewe. Kapumzike kwa na amani. Watateseka sana. Mwenyezi Mungu tusaidie. Tegemeo langu mimi ni wewe tu hapa. Makanya kaya unga leo. Na kioke atapata tabu huyu. Akiongeza tu. Kaona kwa hiyo. Utakuwa kila siku ya umepika pikaje? Mwanaume anajua kupika. Ashtoka yuko hoi. Sasa unanuna nini? Tuadumu hilo ujapa. Chai yako iko ndani? Niko napikia makanda. Hivyo yapika unga na nazi. Nasema mke wako atapata shida. Maana yake kidogo akikosa mapishi kidogo tu umeshagundua tu. Beti yangu leo ni kumbusha mbali kweli. Kumbusha kwenye pua. Bana. Badi vitu walivyokuwa Kigoli. Wewe! Wanapigana. Wanapigana. Watu. Wanaume bana. Mwenyekiti. Karibu.
Mguu ulikuwa hapa. Sana wewe unapanga. Ndio najiandaa katika misurufu ile na sasa, ila tunaweza tukaongea hapa au tusogee nyumbani. Kwa kuwa tunaona wewe unatoka, ndio tumalize kwa. Sawa, karibu. Mimi kilichonileta hapa. Nijua sana na mkuu wangu. Ndio. Kama unavyojua mjukuu wangu pia anapoandama. Lakini mwenye kupinga kwa hiyo. Mjukuu wangu kwa kweli ile jambo hausiki. Kwa sababu tabia za mjukuu wangu mimi nazifahamu. Si mtu wa kufanya matukio kama yale. Sasa mwenye kipi? Yule unanisaidiaje juu ya jambo hili? Ukweli mimi hapo nashindwa kusema chochote. Kwa sababu kila kitu kina ushahidi. Yaani kila kitu kina ushahidi ambacho kiko wazi. Tena afadhali vijana. Wewe mibuzi. Hebu njoo samani, njoo mara moja. Njoo kwanza, kuna jambo kidogo hapa. Yaani huyu kijana huyu ndo anaokagua yote. Aidha. Salama kwema? Ni kitu. Marhaba. Shikamoo. Bwana samani, tunaona tumekukatisha katika mihangaiko yako. Bila Kuna samani. jambo letu lile ambalo linatusumbua kuhusiana na mjukuu wa hivi. Hebu mimi naomba ungempatia uthibitisho tu kuhusiana na tukio la mjukuu wako. Bibi, katika hili linazungumzwa hapa sio kama labda mjukuu wako anazuiliwa au mjukuu wako anahusika 100%. Sio 3 wala 2. Yaani tuna ushahidi. Kweli ni kwamba mama yangu Musasi amegara shingo. Amekufariki hii. Hiyo ni nini? hii passport yenyewe hamwezi kujua Masai kwa kushangaa ndo kazi yetu. Lakini kama kijana Kweli ndio huo. Umemwelewa vizuri eh? Nakusikia. Nakwambia. Mungu kwa kweli. Hawezi kufanya kitu kama hicho. Tayari kwamba yeye anahusika kwa hivi. Unafikiri kama hata kama ni mimi ndio nilikuwa wewe, jambo hili walifanyia jambo lolote anafanya ni kuachia masuala ya serikali na kutoka katika uongozi wa serikali. Hapo ndio tofauti uchunguzi na kujua kwamba anahusika au hahusiki. Utaposema mimi nikusaidie, huo uwezo. Mimi nakutakieni asubuhi njema na kazi njema, tuendelee na mambo mengine jamani. Mjukuu wangu mimi naamini kabisa. Umeshamaliza mwenyekiti? Serikali ndio tamaliza. Haya bwana, endelea na shughuli zako. Hapo hapo. Haya.
Lakini jambo linalotia simanzi mimi mpaka sasa hivi sijui mjukuu wangu yuko wapi na huko aliko anaishi vipi, anakula nini, analala wapi. Haisea ni bibi, kuhusiana na hilo swala la kutokujua alipo, hata mwenyewe sijui alipo na sijui anaendeleaje, lakini mimi tu naomba nikuahidi, nitajitahidi kadri ya uwezo wangu nijue anaendeleaje, nijue yuko wapi, nijue yani anaishije kiujumla. Umeona? Lakini kuhusiana na kwenye upande wa mambo madogo madogo kuhusiana na chakula na mambo mengine ambayo yanakuwa ni ya muhimu, mimi nitajitahidi nikufikishie bibi. Haya baba. Mimi nitakuombea Mungu tu. Jitahidi ufahamu ili na mimi roho yangu itulie, maana hapa amani sio. Sawa basi, acha mimi nifike hapo Jumaa moja. Haya, asante. Kwa ndo hivyo ndugu yangu. Yaani nitakusaidiaje? Yaani hapa kijijini taarifa zako zimeenea kijiji kizima. Na halafu kiangalia polisi muda wote wanaingia hapa kijijini kutafuta. Polisi? Ndio polisi. Yaani sijui nitakusaidia, lakini cha kusaidia endelea kujificha. Usionekane kabisa kwenye kijiji. Sasa Ima, mimi nifanyeje ndugu yangu? Mimi sihusiki, kiukweli mimi sihusiki na chochote. Sihusiki mimi Ima, sihusiki. Ndio mnyama usiki, lakini hakuna hata mtu mmoja anayekuamini hapa kijijini. Hakuna anayekuamini hapa kijijini hata mtu mmoja. Okay, sawa. Lakini amini kwamba mimi wewe ndo msaada wangu. Hakuna mtu yote namtegemea hapa kijijini atanisaidia mimi Ima. Bibi yenyewe kama unavyojua msaada wangu mimi ni wewe Ima. Sawa, mimi nitakusaidia kwa upande wa chakula, maji na kadhalika, lakini kwenye upande wa usalama wako, ndugu yangu, endelea kujificha wewe kama wewe hapa. Yaani usionekane kabisa hapa. Ndio bibi. Niseme tu kwamba nashukuru sana kwa msaada wako. Ila tu ninachokuomba mjukuu, usije ukabadilika ukawa kama wanakijiji wengine wanavyochukulia. Maana wanakijiji hiki kutokana na lile vazi langu nalovaa lile wanalichukulia wanavyojua wao. Lakini kuhusu lile vazi ndio kweli kwamba hivi. Kwanza habari yako? Salama bibi. Vipi ya? Hivi kijiji maisha haya ya ajabu ajabu ni mambo ya ushirikina yamekolea sana. Hivi hali kwa nini iko bibi? Mambo ya kijiji hiki. Wewe bibi wewe mgeni. Mambo ya Ngoso mwachie Ngoso. Mimi sikubali kuyaacha sababu roho yangu inanitukuta sana. Nataka watu wamjue Ngoso. Sasa mimi ninachotaka nipate watu wachache ambao wanaweza kujifunga nao wote ili tuweze kuwabadilisha kwa mahali wamjue Mungu. Na nadhani wewe mtu niliyoko na wewe unaweza kuwa kwanza. Sio uko tayari. Nataka utayari. Hivi bibi, unavyofikiria wewe hilo swala itawezekana kijijini hapo? Wewe kwa uwezo wa Mungu. Bibi, mimi nipo tayari. Hivi mimi na wewe ndo tutaweza kubadilisha kijiji kweli? Kwa uwezo wa Mungu. Tutaangalia. Sasa mimi nakupa mikakati yangu. Mimi kusalisha naweza. Dua naweza.
kuongoza mambo yote ya msikiti mimi. Lakini tu ila sasa mimi haya mavazi yako nitaongeza sasa, nitachukua na ile nyingine nitaweka. Kwa hiyo nitakuwa nisijui. Wanasalisha kila kitu, lakini wakati huo nikiwa nasalisha na wewe akili yako izingatie, wewe unajifunza kutoka kwangu. Ili ifike wakati uwe na wewe umeiva, wewe ndio uwe imamu wa ule msikiti. Sawa? Lakini bibi, najua mimi sijui chochote, yani mimi mbumbumbu, sijui chochote mimi. Potelea mbali. Hata kama hujui, nimekwambia mimi ndio nitakuwa kiongozi wa kila kitu. Ila wewe kazi yako itakuwa ni kujifunza sasa kutoka kwangu, na mimi nitakuwa nakufundisha kwa bidii yote. Mwenyezi Mungu atakuruhusu tu utaweza. Sawa? Sawa, kama itawezekana hilo sawa. Basi nashukuru kama umelikubali hilo. Nashukuru sana. Asante sana. Sasa mbona namna unavyofikiria na namna inavyotendeka ni tofauti? Kwa hivyo kwa sasa watu hawaamini kabisa, nikwambia wako mbali kabisa. Aise bibi, kwangu mimi naomba nikuahidi. Yaani sitoleta utofauti wowote kwako wewe, yaani kwa mjukuu wako, yaani kifamilia yako kiujumla. Hakuna utofauti wote nitakaoleta. Nashukuru sana. Tuko pamoja bibi. Asante. Asante. Basi mimi naomba nifike nyumbani hapo pamoja na nitokea mjini hapa. Nashukuru sana kwa kupita kwa. Bibi. Baadaye. Asante. Haya. Usiniogope, msaada ni kwako na dua zako. Msaada ni kwako na dua zako. Msaada ni kwako na dua zako. Usikimbie. Najua anateseka. Ila msaada wako sema. Mnyama. Simu mfanyaje mnyama? Simu. Waje? Mimi nilikuwa na simu ya Mariani. Ndio. Ila nikahisi tutaongezea matatizo nikatupa. Ila nahisi sasa hivi inaweza ikanisaidia. Lakini unakumbuka sema ambapo umetupa au sema ambapo uliacha? Sikumbuki vizuri lakini kwa ndani ya msitu. Hebu nisaidie kuitafuta. Sawa, lakini chakula bwana. Chakula tuanze tupanga. Bwana, kutia huko. Oh
ni hapa kabisa. Ni hapa. Nyama. Nije mbona haipo? Sina uhakika. Lakini ni hapa kabisa. Yaani ni hapa kabisa. Kwa sababu nilitokea hapa. Kumbuka vizuri. Hata nikaingilia hapa. Ni hapa bwana. Nyama. Kama ulitokea hapa sawa na ukaingilia huku basi simu kama ulitupa hapa kwetu ungeiona hapa imeenda wapi sasa? Ni hapa amini. Kwa hiyo inakuaje? Bibi, mjukuu wako yuko wapi? Na mimi sijui alipo. Unataka kuniambia hujui mjukuu wako alipoenda kati wewe ndo unakaa naye kila siku? Unahisi hata kama ungekuwa unajua alipo ungesema kama najua mjukuu wangu uko sehemu fulani? Wewe mama wewe. Sasa nisikilize. Tunataka kuondoka na wewe moja kwa moja kama tutamkosa mwanao. Kiondoka na mimi mkiniacha mjukuu wangu haonekani. Alafu na mimi mkinichukua sawa sawa. Wewe mama sikiliza. Usianze kujitetea wala usitoe maneno yako ovyo ovyo. Sisi tunaondoka na wewe na utakwenda kujieleza vizuri kituoni. Kilichotupata hapa ni mjukuu wako tu. Na kama tujampata mjukuu wako, tunaondoka na wewe. Maelezo utaenda kutoa mbele ya safari. Mwenyekiti. Nambe. Nimekuja kule kwako kule. Nimekukosa nimeambiwa upo huko. Isimu nimekota kule bondeni. Nilikuwa nimeenda kuni kule bondeni nimekota ina picha yule mtu. Afande. Hapa kule bondeni. Afande, simu. Bibi, tunaondoka na hii simu. Tunaenda kufanya upelelezi juu ya hii simu. Na kama tukigundua mjukuu wako ndo amehusika, tutakuja kuondoka na wewe na mjukuu wako. Na kama tukifanya upelelezi mjukuu wako hajahusika na hiki kilichofanyika, tutamtafuta mwenyewe. Huo ndo utakuwa usalama wako wewe na mjukuu wako. Na hapo mtakapogundua kwamba mjukuu wangu hajahusika na chochote, ndipo mtakapoaibika nyinyi na vyombo vyenu vya dola. Itajulikana mbele ya safari. Sasa bibi, kilichonileta mimi hapa ni kuhusu tukio la mnyama. Kumbe ile siku ya tukio ni kweli alikuwa simu. Simu ndio. Lakini alihisi tamletea matatizo akaitupa. Haya mambo mbona yananichanganya sana. Kwa sababu siku moja hapa alikuja mwenyekiti. Lakini polisi wameichukua. Ila lakini laiti kama ile simu angekuwa nayo ingemsaidia. Ni kweli. Sasa tunafanyaje? Ila Mungu atafanya kitu. Naamini kabisa kwa ajili ya mjukuu wangu Mungu atafanya kitu. Ndio bwana. Ndugu yangu mimi nimekuja kunipata taarifa ndugu yangu. Yaani anaendelea kujijini ndugu yangu ni kwamba ile simu tayari ipo mkononi mwa polisi. Sana. Hiyo tayari wameshachukua polisi ndugu yangu. Yaani sijui nitakusaidiaje. Yaani kilichobaki sasa hivi ndugu yangu ni dua na kuendelea tu kumuomba Mwenyezi Mungu. Hakuna zaidi ya jingine ndugu yangu naendelea. Mimi kwanza nikushukuru kwa taarifa. Lakini pia nashukuru kwa kitu. Baba, nikubwa ni kuomba tu Mungu. Mimi nakuomba sana. Nipe tu moyo ndugu yangu.
kana tukiketa Mungu tu kwa hiyo. Lakini kutokana na mazingira hapa mimi na bwana kwake. Nimechoka mimi, nitajificha mpaka lini bibi? Nitajificha mpaka lini mimi? Nitajificha mpaka lini? Mama usiseme hivi. Kiukweli nimechoka maisha haya. Nimechoka. Sasa nadhani mimi nitafanyaje mjukuu wangu? Unajua umeendelea nikiwa mdogo. Wazazi wangu wanaondoka toka nikiwa mdogo. Wameniacha na mkosi mimi. Wameniacha na mkosi. Sio hivyo. Eti kama ukikuwa mimi unanijali na kunisamini, basi ukitokea malaika ukinisaidia mimi. Ukinisaidia. Mimi kabisa mko pamoja na wewe. Hakuna yote baya atakalo kukuta mjukuu wangu. Kiukweli ndio. Kiukweli nimechoka. Mimi nitajificha mpaka lini bibi? Nitajificha mpaka lini mimi? Nitajificha mpaka lini? Mama usiseme hivyo. Kiukweli nimechoka maisha haya. Nimechoka. Sasa nadhani mimi nitafanyaje mjukuu wangu? Unajua umeendelea nikiwa mdogo. Wazazi wangu wanaondoka toka nikiwa mdogo. Wameniacha na mkosi mimi. Wameniacha na mkosi. Sio hivyo. Eti kama ukikuwa mimi unanijali na kunisamini, basi ukitokea malaika ukinisaidia mimi. Ukinisaidia. Mimi kabisa mko pamoja na wewe. Hakuna yote baya atakalo kukuta mjukuu wangu. Kiukweli ndio. Odi. Mwenye nyumba. Odi. Mwenyewe. Odi. Hivi kenda kama mwenyekiti jana mjukuu wake kamatwa usiku. Kamatwa? Yaani unaiona hivi? Yaani hapa mimi ndo nasema sasa nafuu. Nyama. Mbona alikuwa maiti? Kijiji. Pole sana. Mkono. Nilikwenda kuiruka winu. Sasa hivi kidogo angalau.
Jikaze bwana. Jikaze bwana. Sasa. Hai. Haya baba. Ikaze baba. Okay. Baba, tulia. Taratibu. Naam. Na kumuua mjukuu wangu mbele ya macho yangu, na kosa halijulikani, kosa la kuunda tu. Kweli wanaweza kuua huyu? Sasa ngoja, leo umekuja, bora ukae naye na mimi nipate nafasi. Maana tangu nilivyokuja jana usiku nimelala hapa kwa mwenyewe. Si unaona hivi hivyo. Naweza kutembea mimi sana. Angalia mazingira, nivae na nguo nyingi. Na sasa hivi yani sikawii. Sawa mimi. Maji au tampampanya. Tulisha kusema kwamba serikali haishindwi na jambo lolote. Hivyo tumebaini mjukuu wako hahusiki na tukio hilo, bali muhusika yupo katika hichi kijiji chenu. Maneno yangu nilisema hayaanguki chini. Yatakuwa yamepaa maneno yako haya. Aibu kweli. Vyombo vya dola. Tutahitaji msaada wako mwenyekiti kumpata. Sio. Jamani. Mwenyekiti. Naam. Hivi hali hii mpaka lini lakini? Mjukuu wangu najua yuko hapa tangu leo siku ya ngapi? Siku ya 2:30 leo yuko hapa. Na bado tu nasema ningoje sima polisi, sijui vyombo vya dola. Huyu mjukuu wangu mnataka au labda mpaka roho yake ikatike mikononi mwangu hapa. Nikatikie roho hapa ndio mtafurahi. Bibi, unajua unapoongea hivyo unakosea sana. Mimi sio kwamba sina akili timamu, najua. Makubaliano yetu na maaskari hao ilikuwa ni jana, sio leo. Ushanielewa? Sasa hawajafika kwa wakati. Mimi nifanyeje? Kwani mimi napenda kumuona mjukuu katika hali hiyo. Lakini imetubidi tumpate ili wao wamekubaliana waje. Sasa hawajafika, tunafanyaje? Hata kama ingelikuwa wewe unafanya vipi? Unajua kuna vitu vingine usipate kunilaumu tu kwa sababu ni mwenyekiti, unilaumu kila kitu. Hai. Karibuni jamani. Bana, ndugu zangu, yule vijana wetu wamefanya jitihada, ndo huyu hapa amepatikana. Pole sana kijana. Bibi, pole sana pamoja na familia yako. Hiyo pole hiyo inatokea wapi kwanza? Sielewi. Mwenyekiti, ukweli ni kwamba tumefanya uchunguzi juu ya lile swala. Huyu kijana hajahusika kabisa. Ila muhusika yupo katika kijiji hiki. Bwana samani, katika kijiji hiki na sio huyu.
Yaani tunachomaanisha ni kwamba tumefanya upelelezi kupitia ile simu ambayo tuliipata, na tulisha kusema kwamba serikali haishindwi na jambo lolote. Hivyo tumebaini mjukuu wako hausiki na tukio hilo, bali muhusika yupo katika hichi kijiji chenu. Maneno yangu nilisema hayaanguki chini. Yatakuwa yamepaa maneno yako haya. Aibu kweli vyombo vya dola. Tutahitaji msaada wako mwenyekiti kumpata. Sio huyo. Kakiwe maji. Ima. Nenda kijiji cha pili kule ukapate dawa, sawa? Usiende kukawia na wewe huko. Maana nakujua mambo yako. Ndio kama ni sio peke yako, mimi ananikia lazima nijiulize. Wewe utafanyaje masomo tena? Yaani ningekuwa na uwezo nishafuta. Ukiona umzamini shoga yangu. Hivi sasa hivi nakwambia sasa mwenye kitu anaenda kwao. Atafikia je? Shaksi! Baba toka fasta baba. Kajiandae baba, polisi washaingia kijijini hapa. Polisi? Kimbia Shaksi. Utakamatwa Shaksi. Bwana, mtulumu wenu ndo huyu hapa. Huyu ndo yeye huyu. Hapana, mimi sihusiki bana. Mwenyekiti mimi sihusiki kabisa. Wewe ndio unasumbua. Wewe ndio unasumbua serikali. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Mtu. Shaksi. Wewe umesema uhusiki wewe? Wewe unasumbua. Ndio yeye bwana huyu. Jamani ndio yeye huyu, hana tala kusema huyu. Twendeni naye. Simama juu. Simama juu aro. Yaani wewe ndio unasumbua serikali. Hapana. Yaani tutasumbua hapa ni wewe. Ndio yeye, sio hapana ndio yeye. Sasa utakwenda kujieleza mbele. Hapana mimi. Naona tamani. Nani yako? Unampa vipi huyu?
vipi jamani? Mbona kama hakuna usalama huko, mmekunja visura hivyo? Tatizo lipo. Na tatizo gani? Yaani yule bibi unajua kututibua? Yaani kesi ya ndugu yake kamwekea ndugu yetu. Yaani mshenzi sana yule bibi. Na mwanga mchawi yule. Mnyama. Ila tumemwambia mwaka huu tutamuonyesha mambo yule. Na ninavyokuambia hapa tulipo tumetoka kwake tumemchamba, tumemkuta mjukuu wake mnyama anamtengea uji mwanga mwenzie. Lakini nini? Naomba nikuambie kitu. Mimi ukweli nimetoka. Wewe una ukweli gani? Una ukweli gani nakuuliza wewe? Sawa sikio yake haya. Utasema pande pangine. Subiri kidogo samani. Ondoke bwana. Hello. Halima. Zula. Nisikizeni jamani, mimi ukweli ninao jamani. Njoni msikilize jamani, ukweli mimi ninao jamani. Zula. Halima. Mimi ukweli ninao. Hivyo mpumbavu. Hivyo una ujasiri gani wa kufanya mauaji mtu mwenyewe mzuri hivi? Unawezaje kwa mauaji? Utasema useme. Wewe. Sema. Afande, huyu mtu ameshaitosha. Na hii sipo karibia kusema. Muda si mrefu atasema ukweli. Unataka kusema ukweli? Ongea, sema. Sauti haitoki. Sema. Ongea, sema. Mimi sikukusudia afande. Kiongo, usilishangae lile tenga jinsi lilivyoisha namna ile. Yaani mimi nahisi nimeisha kuliko hata lile tenga kwa sababu kutokana na kazi zangu ninazozifanya hizi za kuhangaika za vibarua hizi. Nimejaribu kukaa na watu wengi, nimeomba ushauri lakini ushauri wao wameongea lakini sijawaelewa. Nikaona ngoja nije nikae na mke wangu. Tupange tujadili juu ya hili swala ili nimekuita hapa mke wangu, kuna jambo nataka nikueleze. Kiukweli mimi nilikuwa naona kama vipi tufanye biashara. Sio mbaya, maana mimi mwenyewe hilo swala nimewahi kulifikiria na kujadili, nikatamani siku moja nije nikwambie, lakini mume wangu uko busy na wewe, yani uko sipati muda wote wa kukwambia. Lakini kwa kuwa umesema leo na mimi si vyema nikitoa wazo langu. Hilo ni wazo zuri sana. Sasa shida inakuja. Ni biashara gani ambayo tutakayoifanya? Hapo sasa hata nilipokuwa nalifikiria hilo, hata mimi mwenyewe nimekosa majibu ya swali hilo. Na ndio maana nikakaa nikafikiria. Kiukweli sifahamu, na ndio maana tu nikakufuata nikueleze wewe, tuangalie wewe, je, fikra zako tunaweza zikakupelekea kwamba tuweze kufanya biashara gani. Utakayoniambia biashara niko tayari, lakini uangalie na biashara yenyewe. Sio nimesema biashara. Ushaipata jibu la ile biashara? Sasa hivi tushapata majibu. Biashara gani? Haya, kama wewe unaiona mzuri na ndio umeniambia, mimi sina budi ya kufanya. Kweli. Mimi tena sikupingi. Nitafanya kwa sababu nakupenda, nitaifanya tu. Na wewe mwenyewe umeridhika mimi nifanye biashara. Ndio maana nakupenda sana, kwa sababu napenda sana kunisikiliza. Hata mimi nakupenda pia mke wangu. Kweli. Sema leo na njaa. Yeye kama kawaida wale wanejua kupika dagaa ya mchere. Tunakuja dagaa ya mchere. Nakuja. Wewe mrinde mumeo asije akaenda nyumba ndogo, dagaa ya mchere.
Mke wangu. Mume wangu. Mume wangu. Mume wangu, inuka mume wangu. Mume wangu. Mke wangu. Tabia gani hiyo? Wewe, mimi nafanya kazi kwa sababu ya maisha yetu. Leo mimi naenda kazini, wewe unaleta bwana ndani kweli? Mume wangu, naomba nisikie. Nipe nafasi moja tu. Sirudii tena mume wangu. Naomba nisamehe kwa yote yaliyotokeza. Nakuomba mume wangu, naomba nisamehe mume wangu. Mume wangu please, naomba nisamehe. Mimi natoka naenda kazini kwenda kutafuta riziki kwa niaba ya maisha yetu. Wewe nyuma unafanya vitu vya kipuuzi kweli mke wangu? Sasa nachokuomba naomba uondoke. Mume wangu usifanye hivyo mume wangu. Tamaa kutenda kosa si kosa, kurudia kosa ndio kosa. Haki ya Mungu mimi nakupa, nipe nafasi moja tu. Mimi sipeni tena. Haki ya Mungu nakuahidi mume wangu. Nakuomba uondoke. Sina msamaha wote kutoka kwako. Sitakupa msamaha wote na kuomba. Chukua kila kilicho chako. Useme hivyo mume wangu, naomba nisamehe. Hivi unanielewa lakini? Unanielewa? Wewe utakuja kuniua. Mume wangu sisamehe. Utakuja kuniua na kuomba utoke. Ondoka bwana! Toka! Toka! Ubavu mkubwa. Fanya haraka wewe. Toka wewe. Kabla ni brush sparking grid parking basi. Toka huko ndani. Ubavu. Utakuja kuniua mwanamke wewe. Mimi nafanya kazi kwa ajili yako, unakuja kuleta mpuzi. Haya toka toka. Toka! Wewe mbona unakufanya mimi nifanye matatizo mengine? Unampenda nani? Toka, toka. Toka! Ondoka! Sitaki uniletee matatizo. Haki ya Mungu mimi bado nakupenda na Mungu. Nitakufanyia kitu kibaya unajua. Nakuomba ondoka. Naomba mume wangu, naomba nisamehe mume wangu. Mume wangu please, naomba nisamehe. Halo. Brother. Shaksi hapa naongea. Samahani brother. Kuna kazi naomba unisaidie.
Nitakwambia tu wala usihofu. Wewe tu nimetanguliza tu kwamba hilo ombi kama utanisaidia basi itakuwa ni vizuri zaidi. Sawa. Bana, mimi kwanza nafurahi kwanza kukuona. Ila nilisikia vibaya sana nilipokuwa napiga simu alafu nakupatikana. Network baba. Kwa sababu wewe hapo ndio ulikuwa kama msaada kwa jambo ambalo mimi nilikuta. Ila nilifarijika baada ya kuona unapatikana na kupigia simu kukwambia tukutane na kufika eneo hili. Bana, usinione nacheka kwa sababu mimi na wewe hapo tuna muda mrefu hatujaonana. Sijajua mambo yanaendaje, pia nakupenda na pia nimefurahia kwamba ile tatizo langu nililokuwa nalo kwa namna moja na nyingine unaweza ukanisaidia. Lakini kwa majonzi niliyokuwa nayo mimi Ngoja tu nikusimulie madam nimekuja. Wala shida mimi mke wangu sana. Kuna dogo mmoja hivi mweupe, yani ajulikane mweupe, maji ya kunde, kanyoa panki, kanyoa hivi kidogo. Na mwingine kama smart, muda mwingine yuko ovyo kama mazingira haya. Kule bondeni chini kule. Tumetoka kuangalia mpira kule. Sio kule, wewe nilikutana siku moja kule. Na ile ya chini kule si kule hivi ni. Tulia, alishakuelewa siku kule kwenye maduka tunanilia ya vifaa vya ujenzi kule. Ile dogo bwana alichokuja alichokuja kunifanyia. Kule mfusi. Huyo. Shalo hivi. Wao huyo dogo bwana nimemfumania na mke wangu yuko ndani kabisa. Yaani mwanangu nakusimulia tu kwa sababu wewe rafiki yangu huwezi kunitangaza, lakini kikweli nimefedheka. Biashara zetu za kuuza samaki zinaja na tafuta riziki. Nasikia miguno. Kuja kuchungulia dirishani na mkuta yule dogo aisee mambo yake anayoyafanya sio hata vibaya kukusimulia. Toka pale yani mimi nimechoka, yani sijui hata nifanyeje. Lililotokea sijui, ninalokumbuka tu. Umeelewa vipi? Kumwambia yule bibie aondoke kwa sababu ningemfanyia kitu kibaya Mungu apende. Kwa hiyo yule bibie kaondoka, kwa hiyo nikamwona kutafuta wewe bwana. Unisaidie juu ya hili swala. Sasa Yesu utanisaidia vipi? Baba, hilo jambo tena limenigusa kama nimefanywa mimi. Yaani utazani mimi mke wangu. Ndugu yangu mimi ninachokushauri. Yaani tena ushauri. Yaani nakusikiliza wewe utakachokiamua. Ndio hicho baba, mimi kwenye yako. Bega kwa bega tushirikiane na wewe kuhakikisha unachokitarajia iwe. Mimi kwa kupitia wewe. Mimi ninachotaka wewe hapa. Umpigie simu, umpe swala madili kwa sababu anapenda sana tamaa. Wewe tulia. Sehemu nikishakutana naye hapo. Nitakachomfanyia itakuwa fundisho. Baba, kama kuna mtu ana tabia kama hii katika kijiji hichi, ataacha kabisa. Mimi hapa acha nganivucha. Subiri wewe ukosea. Sikiliza mimi. Mimi bwana wewe nayo fresh tu alafu na nini? Tunavucha. Unajua mambo yetu ya. Niweka kitu. Hivyo tunalilia hapo. Hapa. Ulikuwa Zanzibar? Zanzibar wapi bwana? Maisha tu mimi. Nasikia yule mtoto bwana kapotelea kwenye maji bwana, yule mtoto kwa hapa Abdul Muhammad. Wewe tutaongea, ngoja tuongee kwanza ya umuhimu bwana. Shika haya. Ndio. Anza kukufanyia wewe ndugu yangu. Wewe maliza rafiki yangu. So sasa hivi. Lile eneo lile nielekeze mpaka kule yule sana kama atakuja pale. Ija tu pale. Mimi ni kama ndege. Mimi nakuaminia, mchezo wangu mimi nakuaminia. Sasa basi wangu acha tusipoteze muda. Leo tutakuwa na hisia za nani za kimtume tuondoke. Sinja, umepita njia kwenda bondeni kule kwenye mashamba ya kina nani wa Masai wale kule kina nani wale? Sasa ndio nyosha nayo. Kwenye mwembe hapo. Njoo nyosha moja kwa moja, njoo.
bwana, mambo vipi? Sasa vipi? Fresh mwanangu. Mimi hapo bwana nimekuita. Kuna mishe leo. Mishe gani sasa? Punde sipunde utaijua. Shucks. Ushaua. Sasa tunafanyaje ndugu yangu? Nimeua. Sasa kwa nini ulikuwa hutaki kusema mpaka umizo kiasi hicho? Simama ukae. Simama ukae. Aisee afande. Sikuamini kabisa kwa mara ya kwanza nilivyomuona huyu kijana kama anaweza kufanya kitu kama hicho. Odi mwenyekiti. Odi. Aha. Jamani. Karibuni. Asante sana. Karibuni sana. Asante sana. Samahani kwa kukusumbua. Naam. Sisi bwana tuna matatizo mheshimiwa. Kiukweli jana kuna watu wametufuata nyumbani na kumwambia maneno mazito bibi yangu. Wamekuja wamenitukana, tena wamenitukana kweli kweli sasa. Mpaka kunisifia uchawi. Sasa mwenyekiti, mimi nimekuletea hiyo taarifa. Hawakunitukana, bora angenitukana mimi wakaishia mimi, lakini wamenitukana yeye mpaka Mungu wangu ninayemwabudu. Kweli hiyo ni sahihi kweli? Na hali kosa la ndugu yao? Sawa. Mimi nimekusikieni vizuri. Lakini naomba nikuhakikisheni jambo moja. Hili swala nitalifuatilia kwa kina. Kama nilivyofuatilia kwa mjukuu wako. Maswala kama haya katika kijiji mimi sipendi hata kidogo. Mambo gani wanayofanya haya? Mambo gani? Sijapendezewa na swala kama hilo. Ila nashukuru kitu kimoja, mmeleta ripoti hii kwa wakati. Nitalifuatilia hili swala na kukuhakikishieni kwamba litakwisha kabisa. Ondoeni shaka. Ondoeni shaka kabisa. Pia
na kutakieni mfanye mambo ya kijijini kwa hali nzuri kabisa. Matatizo ya mjukuu wako yamekwisha na jambo hili limeshafika sehemu husika. Mimi naona kile ni kisokolo kwinyo tu. Ndio bana, na mimi najiandaa, basi tuendelee na shughuli zingine jamani. Wana kijiji, kesho kutakuwa na mkutano sana asubuhi. Kwa hiyo wananchi wote anaulisikia hili la vyambo, tukutane. La vyambo likila lina jambo jamani. Kesho sana asubuhi kutakuwa na mkutano hapo kwa mwenyekiti. Kwa hiyo tasikia, amwambie na mwenzie. La vyambo likilia lina jambo. Wananchi wote wa kijiji hiki, kesho kutakuwa na mkutano wa mwenyekiti. Atosikia sauti yangu. Mimi nashukuru sana kwa baadhi ya watu ambao wamefika na wengine naona kupita. Na zumuni la kuteni hapa kuna mradi katika kijiji chetu hapa. Ni wasiri mradi mzuri kabisa. Mimi nadhani kila mmoja wetu ni shahidi katika kijiji hichi kwamba kuna tatizo na maji ni tatizo sugu. Sasa nashukuru jambo moja kwamba katika hizi siku za karibuni tumepata mfadhili wa kuongezea maji. Kwa hilo mimi nashukuru sana. Kwa maana nikasema kwamba ni busara sana tuitane sote tuambiane, masali tumepewa kitu kama hicho na sisi tuonyeshe msaada wetu kwa kuchimba mitaro ya kutoa sehemu husika mpaka katika kijiji. Mwenyekiti, naam, mimi naomba nikuulize swali. Niulize mama yule. Kwa hiyo mitaro ya maji na sisi wanawake tunachimba? Ndio, unashika makoleo kushika unashindwa. Mwanaume akiwa anachimba wewe unatoa nani na lile kuleza unatoa. Asante sana ndugu mwenyekiti, kwa sababu nataka nikuulize swali moja. Ng'ombe siku zote tumezoea anaenda kulima shamba. Je, naweza kulima mitaro? Hapana. Wewe acha ng'ombe iende shambani, wewe njoo ushiriki pale. Mwenyekiti, mimi na dadangu hapa sijariafiki hata kidogo. Kwa sababu mpaka leo kaka yetu kakamatwa yupo kituoni. Sisi tunawezaje kuchimba mtaro? Mkiweza mtoe kaka yetu kituoni, sisi tutakuja hapa tutashirikiana kuchimba mtaro. Hata mimi sikubaliani naye. Nataka kuleta Israeli, kuleta tena mrani, nataka chukue roho ya wengine mtu jamani. Mbona haina huruma? Kaka yako iko makosa. Kwanza tunaomba ile kijana ambaye alikuwa amekamata na mimi samahani sana. Hebu subirini hapa. Haiwezekani. Hilo swala mimi sijalita ile swala hilo leo hapa. Hapa leo tuko na swala. Sisi tunaelewana vizuri. Hilo swala tutalizungumza kwa wakati mwingine tena. Mimi naona hakuna lingine la ziada, kikao kimefungwa. Siku za usoni nitakupata taarifa kuhusiana na uchimbaji wa visima, uchimbaji wa mitaro, tutaarifiana tuanze tukachimbe mitaro. Wow. Kakangu, mimi nilikuwa naomba msamaha. Nilikuwa naomba utusamee si wote na familia yetu, kwa sababu maana tulikuwa hatujui nini tukitendalo. Labda nikwambie kitu kimoja dada, kwamba sisi tumeshawasamea tayari, na ndio maana unaona sisi tuko kimya, hatujafanya chochote na tujije kuambia lolote, ila kwenu na amani. Mimi na bibi yangu tumeshawasamea tayari. Basi sawa, tutashukuru kwa hilo kama utakuwa umetusamea.
Hawahi kweli. Mimi amekuja hapa tangia ile saa 2. Ameacha kukamua ng'ombe, amekuja hapa kufanya ile kazi ambayo mwenyekiti ametuma wanakijiji tufanye. Wanakijiji wengine kwa wapi? Wewe ndio umeanza kufika hapa. Lakini wanakijiji hii nawajua vizuri sana. Maana ilipita miradi ya umeme. Lakini hakuna mwanakijiji aliyojitokeza, nikajua amelisika na ile mashine ya kukoroga kusagia mahindi. Lakini safari hii tena amekuja mradi ya maji ili tupate maji. Ile kisima iache ng'ombe hii. Lakini kila siku nagombana kwenye kisima lakini la hajatokeza. Wao umekuja wewe sahihi. Kufika. Mimi yani kitu ambacho nakuja kukiona katika watu wanadharau. Kwa sababu mimi nilikuwa najiona mimi ndio nitakuwa mtu wa mwisho, yani afu nafika hapa hakuna hata mwana kijiji mwingine zaidi yako wewe. Sasa mimi ninachoona, yani ndio maana yani nataka kitu kimoja, na mimi dakika 5 tu nachukua hapa. Yani nikiona hajatokea sijui kiongozi, sijui nani, lakini nyingine amekuja. Unajadili nini hapa? Alikuwa anasubiri wenzetu ili tutengeneze bomba. Bora wewe umekuja mwanakijiji mwenzetu. Wewe si David Patrick au unajiita mchizi jao? Unajitoa fahamu. Kuanzia sasa hivi uko chini ya ulinzi. Unatumiwa na kesi ya mauaji iliyotokea hapa kijijini hapa, sawa? Piga goti ya Mungu mimi. Shuka chini, shuka chini. Chini. Mbavu. Kwanza nikushukuru kwa taarifa. Mimi pia nashukuru kwa siku. Mimi nikuombe tu Mungu. Nikuombe tu Mungu. Ni Mungu. Mimi Mungu. Okay, after shot. Abi. Lori. Ache. Na kama tukigundua mjukuu wako hajahusika, ndio utakuwa kwa nini na mjukuu wako. Mkio. Acha kelele wewe. Kapo tunapata. Huyu chuti kwa bibi. Hapo vile. Point yake malizie. Maliza point yako. Ulisema kama mkipata ukweli sasa, kama mkigundua kama mjukuu hajahusika ndipo mtakurubuka na hiyo. Na huo upelelezi wenu. Auto reflector bwana. Eti kamera ipo. Si yule kule jamani. Toa reflector hiyo mjua sina baby sinta huko. Kwa twende. Kwani yule vipi? Yule. Unamaliza maneno yako kama kufanya upelelezi amegundua nini mjukuu wako hajahusika ndio mtakapokuwa hapo basi. Twende. Nipe kiwewe. Na kama tukigundua mjukuu wako hajahusika, ndio itakuwa poni yako wewe na mjukuu wako. Na hapo mtakapogundua kama mjukuu wangu hajahusika, ndipo mtakapoaibika nyinyi na vyombo vyenu vya dola. Itajulikana mbele ya safari. Potelea mbali. Tuko kazini sisi. Acha. Ni hapa. Sasa kwa kama ni hapa si yenyewe. Lol. Action. Ha? Jamani. Na sura yake inaonekana mkatili. Na tukimkamata na mpaka hawa na kashara na kwa ya maji. Huyu hapo huyu anipika. Au sio? Yote. Mbona ndogo tu namna hii? Uso wako ulikuwa mpana. Mbona